إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، أوصيكم بعد وصية نفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote ninawahusia na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Huo ndio wasia aliowahusia Allah subhanahu wa ta'ala wale waliokuwa kabla yetu, kisha akauleta katika umma wetu. Allah anasema: walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum, na bila shaka tuliwapa usia wale waliopewa kitabu kabla yenu. Wa iyyakum, na usia huu tunakuleteni nyinyi. Anittaqullah, ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu fis silmi kaffatan, ingieni katika Uislamu wazima wazima. Allah akamalizia kwa kusema: wala tattabi'u khutuwati shaitan, na wala msifuate njia na nyenendo za shaitani. Innahu, kwa bila shaka shaitani huyo kwenu nyinyi, innahu lakum aduwwun mubin, bila shaka shaitani kwenu nyinyi ni adui aliye wazi. Ndugu zangu katika imani, amri hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kwa Waislamu wote na ameitoa kwa waumini wote. Allah anasema: udkhulu fi silmi kaffatan, ingieni katika Uislamu wazima wazima. Anasema Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya kwamba ay khudhu bi jami'i ural islami wa shara'ihi, chukueni misingi yote ya Uislamu na sheria zake. Chukueni misingi ya Uislamu yote kwa ujumla, na wala msibague mkayafanya baadhi ya mambo katika Uislamu, lakini mengine mkayaacha ima kwa makusudi au mkayaacha kwa uzembe. Hii ni amri Allah subhanahu wa ta'ala, anasema: udkhulu fi silmi kaffa, ay khudhu bi jami'i ural islami wa shara'ihi, zichukueni na mzifanyie kazi. Wal amru yaqtadi alwujub, na watu wa usulul fiqh wanasema na siku zote amri inapotoka inamaanisha kwamba tamko hilo ni wajib, ni lazima kuyafanyia kazi yale yote aliyoyaleta Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake. Ndugu zangu katika imani, yako baadhi ya mambo ambayo
yanaweza yakatupa picha halisi au picha kamili kwamba ni namna gani tutauchukua Uislamu mzima mzima kama tulivyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Wa min a'zami suwarihi an yaltazima almuslimu biaqidatihi, na miongoni mwa picha kubwa zinazoonyesha kwamba Muislamu namna gani atashikamana na Uislamu jumla, an yaltazima almuslimu biaqidatihi, ni Muislamu ashikamane na akida yake sahihi, ni Muislamu ashikamane na imani yake sahihi. Asiwe upande mmoja ni muumini, ni Muislamu, lakini upande mwingine ni mshirikina. Asiwe upande mmoja ni Muislamu, upande mwingine ni mchawi. Asiwe upande mmoja ni muumini, upande mwingine ni mlariba. Asiwe ni muumini, upande mwingine ni mzinifu, wal iyadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala tukinge na tunusuru na maovu hayo. Kwa hivyo min a'zami suwarihi, miongoni mwa sura zake kubwa, miongoni mwa picha zitakazotufanya sisi tuonekane kwamba tumeushika Uislamu kwa usawa, an yaltazima, jambo la kwanza ni mtu kushikamana na akida yake, ni mtu kushikamana na imani yake sahihi ya Uislamu. Asipate matatizo, kaugua au kauguza mtu nyumbani kwake, akatumia gharama kubwa kumtibisha na Allah hakumpa taufiki, mwisho wa siku akaenda kwa waganga au akaenda mahala kwenda kupigiwa ramli au akaenda katika mazingira ambayo si sahihi, kama ambavyo baadhi ya watu wanakwenda mpaka makanisani kwenda kuombewa. Kwa jambo la kwanza, an yaltazima almuslimu biaqidatihi, ni Muislamu ashikamane na imani yake sahihi kuanzia mwanzo wa aqida ya Muislamu ambazo ni nguzo 6 za imani mpaka mwisho. Imani yake na quwwatu tawakkul yake na ile nguvu ya kutegemea kwake ibaki kuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia wa ibadatihi, pia mtu ashikamane na ibada zake kwa namna alivyoamrishwa. Kushikamana katika ibada hakui kwa namna tunavyofikiria au kwa namna tunavyotamani, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, fastaqim kama umirta, ewe Muhammad ninakuamrisha wewe nyooka na ubaki katika mstari, lakini si kama unavyojisikia wewe kwamba nikijisikia nitafanya na nisipojisikia sitofanya. Hapana, Allah akamwamrisha Mtume Muhammad, na amri hii inakuja kwetu sisi sote, akamwambia fastaqim kama umirta wa laysa kama turid, kaa katika mstari ulionyooka, kaa katika sheria za Allah, si kama unavyotaka bali kama ulivyoamrishwa na Allah. Hivyo hivyo ibada mtu azishike kwa namna alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Asizifanye ile ni kwa kutafuta radhi za Allah, na asizifanye isipokuwa ni kwa maamrisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asifanye ibada ambayo haikuamrishwa na Allah na wala haikuamrishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wala asifanye ibada iliyoamrishwa na Allah na mtume wake kwa namna anayojisikia yeye, bali afanye pia ibada hizo kwa namna aliyoelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Lakini pia Muislamu fayakunu sadiqan aminan, anatakiwa abaki kuwa ni mkweli na muaminifu, awe mkweli katika mazungumzo yake. Muislamu wa kweli hawi muongo katika mazungumzo yake. Wa an yakuna aminan, lakini pia awe muaminifu kuanzia zile amana anazoletewa za watu. Awe muaminifu pia pale anapopewa siri za watu. Kuna baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala, waongozi wamepewa mtihani huo, hawatunzi amana za watu. Utasikia mtu anakwambia, Sheikh bana, mimi nataka nikueleze jambo la fulani, lakini aliniambia kuwa ni siri. Ila sasa nilichojiuliza kwamba kama ni siri na yeye ndiye mwenye hiyo siri, yeye imemshinda kutunza, mimi nitawezaje kuitunza? Falmu'min la yakunu khainan, siku zote mu'min hawi khain. Muumini hafanyi khiana pale anapoaminiwa amana ya mtu, sawa sawa iwe ni amana inayoonekana na kushikika kwa mikono, au iwe ni amana mtu amekupa siri zake umtunzie. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, udkhulu fi silmi kafa, enyi mlioamini ingieni katika Uislamu wazima wazima. Ay khudhu bi'ura al-islami wa shara'ihi, zichukueni
ichukueni misingi yote ya Uislamu pamoja na sheria mlizoletewa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia wa akhlaqihi, mtu anatakiwa ashikamane na Uislamu katika maadili yake. Muislamu hawi mchafu wa ulimi, Muislamu hazungumzi maneno machafu, Muislamu hatukani. Yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, laysa al-mu'min bit-ta'an. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema muumini wa kweli sifa yake si kutoa matusi. Sawa sawa aanze yeye kutoa matusi au iwe sababu ya matusi yake imesababishwa na mtu mwingine. Laysa al-mu'min bit-ta'anin wala al-la'anin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema muumini sifa yake si mtu mwenye kutoa matusi na wala si mtu wa kutoa laana. Na hapa watahadhari pia kina mama na walezi wanapolea watoto. Matusi kwa watoto yamezidi, laana kwa watoto zimezidi. Hali kadhalika na sisi pia wanaume, kuna baadhi ya mazingira au na kuna baadhi pia miongoni mwa wanaume ambao wamezoea matusi. Maneno yake hawezi kuzungumza maneno mawili matatu mpaka achanganye na matusi ndio ajisikie vizuri. Bali wengine wamekithirisha laana, yule fulani Allah mlaani, yule alaaniwe, fulani alaaniwe. Laysa almu'min bit-ta'an, muumini si mwingi wa kutoa matusi, wala la'an, lakini pia kutoa laana si katika sifa za muumini. Khudhu bijamii ura al-islam wa shara'ihi, ndugu zangu zishikeni na shikamaneni na misingi yote ya Uislamu na sheria alizozileta Allah subhanahu wa ta'ala, wa muamalatihi, lakini pia mtu ashikamane na Uislamu wake katika miamala yake. Wako baadhi ambao wameathirika na baadhi ya saikolojia za watu wa magharibi kwamba unaposema neno dini unamaanisha, ukisema dini tafsiri yake ni neno linaloanzia mahala pa ibada na linamalizika mahali pa ibada. Maana yake ni nini? Maana yake unapotoka nje ya eneo la ibada utasikia mtu anakwambia usichanganye dini na siasa, usichanganye dini na biashara, usichanganye dini na kadhaa. Kwa nini? Kwa sababu ameaminishwa na fikra za kipumbavu kwamba dini ni neno linaloanzia mahala pa ibada na kumalizika mahala pa ibada, halihusiani na maisha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema udkhulu, shikeni na ingieni katika Uislamu wazima wazima kwa kuzifanyia kazi amri na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, hata katika miamala yenu, hata katika biashara zenu. Usimfanyie mtu udanganyifu katika bidhaa unayoiuza. Hiyo ni dhima na utakwenda kuulizwa na utakwenda kumlipa mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Lakini pia wa an yakuna barran liwalidayhi, na mtu anapokuwa na wazazi wake basi ahakikishe wazazi wake anaishi nao kwa wema, asiwatolee maneno machafu, asiwanyime misaada ya kheri katika mambo ambayo ana uwezo nayo, eti kwa sababu wazazi wana watoto wengine, yuko fulani atamsaidia. Hapana. An yakuna barran liwalidayhi, muumini wa kweli ili aonekane mbele ya Allah ameshikamana na Uislamu wake kikamilifu, ni lazima pia watendee wema wazazi wake wawili. Wa an yakuna muhsinan ila nnasi, lakini pia mtu awe ni mwema kwa watu, na wema huu kwanza unaanzia ndani ya familia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, mbora wenu nyinyi waislamu wote ni yule anayekuwa mzuri na mbora ndani ya familia yake, na mimi mtume wenu wa ana khairukum li ahli, na mimi mtume wenu mimi ni mtu bora katika watu wa familia yangu. Kwa hiyo ihsan ama wema wa kwanza unatakiwa uanzie ndani ya familia, na wema unaokusudiwa hapa si kutoa matumizi peke yake, bali wema uanzie katika kauli. Kuna wanaume wengi katika familia zao kwa wake zao hawana kauli nzuri.
Kuna wanaume wengi katika familia zao wanawadhikisha wake zao katika matumizi, hali ya kuwa wana uwezo wa kuwapa matumizi ya kutosha. Wal ihsan, wema ndugu zangu unaanzia ndani ya familia. Lakini pia an yakuna muhsinan lijarihi, mtu awe ni mwema, atende ihsani pia kwa jirani yake, haijalishi jirani yule ni Muislamu ama si Muislamu. Kuna watu shughuli yake yeye, kila nyumba anayoishi atagombana na kila jirani kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Falmu'min la yakunu fasiqan, muumini wa kweli aliyeshika Uislamu wake siku zote hawi mtu mwovu. Ndugu zangu katika iman, aqulu ma qad sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, falmu'min, muumini wa kweli ni yule anayewatendea wema watu wote pasina kujali. Ihsani inapotoka nyumbani na kwa majirani, pia inakwenda hata katika wanyama. Katika sheria ya Uislamu ni haram, ni makosa kumpiga hata mbwa ambaye haja kukosea lolote. Katika Uislamu ihsani inaanzia katika kila kiumbe ambacho kina pumzi, kila kiumbe ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekipa uhai. Hali kadhalika ihsani kwa watu wengine wote tunaofanya nao kazi. Kuna baadhi ya watu wameajiri watu katika shughuli zao, lakini yeye anachojali katika shughuli yake ni kuhakikisha maslahi yake tu yamekamilika, ama maslahi ya wale wanaofanya kazi katika shughuli yake yeye hayamhusu. Na hata ikitokea mmoja kati ya wafanyakazi wake amepata dharura, anataka kuondoka imma kwa msiba au kwa maradhi, anamwambia wewe nenda, lakini mimi nitakukata katika posho yako. Hadha laysa min al-ihsan, hii si katika ihsani na wala si katika wafa, si katika kutimiza uaminifu aliotuamrisha Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, ndugu zangu katika iman, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi ya kwamba inna Allaha farada faraidan fala tudayyi'uha, enyi watu tambueni kwamba hakika Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha baadhi ya mambo. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya baadhi ya mambo kuwa ni wajib, kuwa ni faradhi kwetu sisi. Fala tudayyi'uha, msiyapoteze wala msiyaache wala msiyatelekeze haya aliyoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wajibu kwenu nyinyi. Wa hadda hududan fala ta'taduha, na Allah subhanahu wa ta'ala akakuwekeni mipaka, basi msivuke mipaka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akawahalalishieni ndoa, kisha baada ya ndoa hiyo akaweka mpaka kwamba zina ni haram. Huu mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala msiuvuke. Allah akahalalisha vinywaji, akasema hii pombe ni haram, fala ta'taduha, msivuke mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. Allah subhanahu wa ta'ala akakuhalalisheni biashara, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba, na Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha biashara, lakini Allah ameharamisha riba. Hivyo hii riba ni katika mipaka aliyoiweka Allah tabaraka wa ta'ala. Wa harrama ashya'an, yako mambo Allah subhanahu wa ta'ala pia ameharamisha, fala tantahikuha, msiyavamie mambo yale mkayafanya, kwani mtakuwa mmemkosea Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu zangu katika iman, fal istislamu lillahi, ukweli wa kujisalimisha mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala, laysat kalimatun tuqalu, si maneno ili mradi mtu anayatamka anasema mimi ni Muislamu, mimi nimejisalimisha katika sheria za Allah tabaraka wa ta'ala. La, wa innama huwa amalun wattiba'un wastiqama, bali kujisalimisha kwa kweli
kunaambatana na mambo matatu. Jambo la kwanza ni amal, yale unayoyasikia na unayoyasoma siku zote hakikisha unayafanyia kazi. Wattiba', lakini pia hakikisha unamfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa namna alivyoyatekeleza yale uliyoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Wastiqamatin, na jambo la tatu hakikisha unabaki katika msimamo, unabaki katika dini yako. Usitoke katika dini kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Usiache imani yako, usiache msimamo wako kwa sababu ya ajira, usiache msimamo wako kwa sababu ya mali, ukaingia katika mambo ya haramu kwa sababu ya tamaa za maisha ya dunia. Ndugu zangu katika iman, inna Allaha malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.